Chechei na Wapemba Mwabesa, niko hapa leo mbele yenu kuja kuwatolea ile hadithi niliyowaahidi, ama ile story ya kutisha na ya kustajabisha, mkasa ulionikuta mimi hapo zamani kabla sijaacha uzinifu. Najua wengi sana mnakerekwa na mimi nikija hapa kuongea ile really life ambayo imenitokezea. Mnatamani nije hapa na fake life ili muburudike, mpate kunipa masifa kwamba huku mimi niko na maisha ya ambayo ni mazuri sana. Naishi maisha ambayo kama nilionayo, black and white. Niko hapa kuja kuwahadisia na kuwasimulia mkasa ulionitokezea hapa New York wa kudanga enzi hizo kabla sijaacha uzinifu. Kwa nini niliamua kuacha uzinifu na kurudi katika maisha ya kuja kuomba kwa Mola wangu? Na mimi naomba kabla hujanipa ahera yangu nisamehe kwa nilikotoka. Sikuwa najua kwamba nilikuwa naangamia. Nilikuwa najua kwamba ndio na kwenda kuzifuata starehe, na mimi kuja kwenye mitandao kuwaonesha dunia kwamba ninakula raha. Nimekamata kichwa chenye pesa ndio kinanipa hizi burudani. Watanzania, Wazanzibari na Wapemba, sogeeni hapa, na huu mkasa nataka kuusimulia ulinitokezea kweli katika jiji la New York City. Nimeushika msahafu hapa mbele yenu, dunia nzima inaoniangalia sasa hivi, na hapa kwa mbingu na ardhi, kwa malaika, mitume na maswahaba, na hapa kwa Mola wangu aliyeteremsha neema ndogo ndogo na neema kubwa kubwa. Nacho kizungumza hapa basi ni true story kilinitokea hapa New York. Kipindi sijaacha uzinifu. Watanzania kumradhi. Kabla sijasimulia hadithi hii, kuna maumivu ndani ya hadithi hii, naomba muyachukulie. Kuna furahisha, kuna ogopesha, na kuna huzunisha. Huzuni ya maisha niliyotoka yaligubikwa na machozi. Kweli wa Tanzania, kuna kila sababu ya kuteremshwa hii aya ya wala takrabu zina. Ukiwa mzinifu, basi wewe vile vile mshirikina. Mshirikina huwa anaiangamiza family, kuikabizi, kuiweka rehani kwa majini. Mzinifu huitoa kafara familia yake. Huyu pia naye ana la kujibu yaumul qiyama. Hiki ni kitabu kiliteremshwa, nayo yazungumza hapa leo mbele yenu. Kama yatakuwa ni yana uongo, basi huyu ndio atakayeni hukumu siku ya mwisho. Sogeeni wazinifu na wadangaji ambao mnapenda pesa. Sogeeni wazinifu na wadangaji mnaowadanganya watoto wa kike kwamba nyinyi mnakula bata. Mnaowadanganya watoto wa kike kwamba nyinyi mna good life, kuwaingiza katika ile kupromote, kizungu kimekosea kidogo. Mna promote zina. Wale wanaofanya promotion ya uzinifu kwa kuonyesha mazuri mnayopewa katika zina. Washirikina huwa hawajitokezi wakasema wao ni washirikina, ila wazinifu wanajitokeza live kuionesha dunia kwamba wao wana starehe. Hawana ndoa, wana mabwana wenye pesa. Hawana ndoa, wana magari ya zina. Hawana ndoa, wana hela za uzinifu. Hawana ndoa, wana starehe za zina. Wacha ninye kwa hawa kabla sijaiteremsha hadithi hii ama mkasa huu ulionitokezea katika jiji la New York City. Nilipokuwa kipindi hicho sijaacha uzinifu. Mtanisamehe ambao hamtaki nizungumze ukweli. Mnataka nifiche ili niuangamize ulimwengu mzima kwa kuwaonesha raha nilizonazo, wala siko nazo hizo raha. Zaidi ya habari
zenu, assalamu alaikum wapenzi watazamaji wetu wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea katika kurasa zetu za Instagram. Kwa jina naitwa Sharifa aka Shaba, ukipenda unaweza ukanita Bullet, kutoka PBA Period Pemba, nikiwaletea mkasa huu ama story hii ya true story. Ina mambo ya kutisha ndani yake, ya kustaajabisha pamoja na uzinifu. Ni mimi si mwingine kama nilivyojitambulisha. Asili yangu mimi ni Pemba, Zanzibar pamoja na Rufiji Mtawanya, maeneo ya Kibiti. Baba yangu ana asili ya Rufiji na maanisha ni Mdengereko, na mama yangu ana asili ya Pemba, lakini mimi mwenyewe nilizaliwa Vieleni Zanzibar, yani kwa sasa inaitwa Hospitali ya Mnazi Mmoja. Baada mama yangu kubeba mimba akaondoka visiwani Pemba kuelekea visiwa vya Zanzibar kumfuata mumewe. Enzi hizo baba yangu alipokuwa hai alikuwa ni mwanajeshi wa JWTZ. Kikosi alichokuwa baba yangu kilikuwa cha brigedia, kama vile mie kwa sasa ni brigedia wa manuari za kijeshi, ambaye ni brigedia liloacha uzinifu. Jamani, watu wananambia mtu hajisifii maovu, mtu hasemi maovu yake, lakini bila mtu kuwahakikishieni na kuyasubutu kuja kwenye masocial media na kusema vitu kama hivi ni ngumu sana. Ni sawa na mgonjwa wa ukimwi kuja kujitambulisha kwenye media na kusema yeye ameathirika. Kila mtu anakuwa hamuelewi kwa nini asiufiche ukimwi wake. Jamani, hapo zamani miaka 3 nyuma nilikuwa mzinifu, na niliacha uzinifu baada ya kukutwa na mkasa huu ambao ninakuja kuusimulia hapa. Baada ya kusikia warembo wakisema ukiwakamata wazee watu wazima unakula raha, unajengewa, ukapewa renji, ukapewa Mercedes Benz, ukapewa na vilivyomo. Lakini ndugu zanguni, msiombe yale maisha. Na kuja hapa kuwapa true story iliyonitokea katika jiji la New York City baada ya kukamata huyu tajiri ambaye nyinyi mnasifia kwamba wanakuwa na hela, wanakulisha bata. Niliyoyaona huko anayajua Mungu aliyeumba ardhi na mbingu pamoja na malaika wake mpaka walioteremshiwa kitabu. Watanzania, mnachokiona kichwani hicho ni mnara huo. Nimeuweka kwa ajili ya kusachi signal. Penye mawimbi tutayumba, na kwenye mikasa tutaweka sawa, kwenye huzuni tutahuzunika pamoja, na kwenye kilio tutalia kwa pamoja. Watanzania, nimekuja hapa kuitoa story hii. Kwa sasa hivi sijajifunga mtandio, siwezi kuwapia nitakapojifunga mtandio. Nitakuja hapa na kiapo ili kuja kuiporomosha hadithi hii ambayo ni true story ilinitokea katika jiji la New York City. Tajiri huyo, ama namaanisha The Don, yupo katika ukurasa wangu wa Instagram. Kwa hiyo nitakapokuwa nawatumia picha tukiwa pamoja, nitaziweka nyimbo za mahaba ili kumuonesha yeye hakuna jambo lolote linaloendelea bali nimemmisi. Ila kwa nyinyi ambao mnakula story hii, mtakuwa mziki mshauelewa. Naomba nijitambulishe tena kwa wale wageni. Jamani, wageni ambao mmeingia katika peji yangu, kwa jina naitwa Sharifa aka Shaba. Ukipenda unaweza ukanita Bullet, kutoka PBA Period Pemba. Peji yangu mimi na habari za kutisha, za kustajabisha, sanaa, burudani pamoja na michezo. Yani hii ni Netflix, ina series, ina horror movie, ina action, ina madebe, ina habari za kutingisha, habari za ulimwengu, habari za kimataifa, habari za kitaifa pamoja na utalii na uchumi. Mlioni follow katika peji hii mkiwa mna stress, mna attitude, mna makasiriko ya ulimwengu, ama mmerogwa na familia zenu, tafadhalini hapa msituletee usiku. Hapa mkikuta kaliwa bata, basi nimevunja kibubu. Hapa ni kula sheli pamoja na samaki wa kuchoma. Watanzania, mnachokiona kichwani huko, huo ni mnara umechanuka. Sasa una search signal ili nije niporomoshe hadithi nzima ama story nzima ya mkasa wa tajiri liye kwenda kumdangia kabla sijaacha uzinifu. Wala takrabu zina innahu kana fahishata wasa asabila. Wanasema wal mushrikina munfakina fi nari jahannam khalidina fiha. Nilitaka kukosea pale, kumradhi. Khalidina fiha abadan. Watanzania, salamu alaykum Watanzania. Chechei wa Zanzibari, Mwabesa wa Pemba. Sasa hivi nitakuwa nikija hapa na wasalimia mataifa yote matatu, kwa sababu mnasema nisijitambulishe ama nisihitaji Tanzania. Kwa vile bado natumia pasipoti ya Kitanzania, naomba msinyanyase, mniache tu. Mniache kwa sababu hamnikwepi, nimekaa kama ukoma. Na asili ya Rufiji na wakumbusha tu.
Mkianza heka zenu utabidi mnitafutie kiwanja Chumbe, kwa sababu ndo mshanigawa. Mimi kwetu ni visiwani, nimezaliwa visiwani. Ulipozaliwa ndio kwenu, lakini asili yangu vile vile ni Mtengereko, ambaye nimechanuka kama hicho mnachokiona kichwani kimechanuka, kina marmeti na kupetipeti.